Sawa mtaalamu, niko tayari kwa sharti lolote lile. Baada ya siku 90 inatakiwa uwe unamwaga damu. Kafara yako wewe ni ya damu. Nimekuelewa mtaalamu. Ili umiliki vitu vyote vya hapa duniani inatakiwa kuwa unamwaga damu. Utamiliki kila kitu unachokihitaji wewe, na utakuwa mtu mkubwa sana hapa duniani. Kila mtu atakuheshimu wewe endapo ukifuata masharti yangu. Tumeelewana kijana? Nimekuelewa mtaalamu, na nikuahidi nitahakikisha la ulioniagiza. Utarudi hapa ndani ya siku 90. Tumeelewana? Sawa mtaalamu. Napenda wanachama wazuri kama wewe unaofuata mamlaka yangu mimi. Unaweza ukaenda. Musa mwanangu. Naam mama. Toka umetoka kijijini umefika mahali hapa kwa dada yako, umepaonaje? Mama nakwambia nimepapenda. Ni kuzuri. Ndio. Wewe ucheki mazingira haya. Nimepapenda mama. Ndio. Nashukuru kama umepapenda mwanangu, lakini unaishi vizuri na dada yako? Tunaishi tu vizuri. Ndio. Sana, tunaishi kwa upendo. Musa mwanangu, mimi nataka nikuulize jambo moja. Toka umefika hapa, kaka Shedi amefika? Kwa sababu toka nimefika hapa sijamuona. Mama, kuhusu kaka Shedi hata mimi mwenyewe nilipofika sijamuona wala sijabahatika kukutana naye. Ila dada aliniambia kwamba kaka Shedi yuko huko viwandani anafanya kazi. Na bosi wake alisema kwamba wanaruhusiwa kuja kuwaona ndugu zake kwa wiki mara moja. Lakini nina wasiwasi, mtoto wa kukaa sehemu kwa mtu kweli, hata kama anafanya kazi kwake wiki 3 hajawasiliana na familia yake. We mama, kuwa na amani bwana. Mimi ninavyoamini kaka Shedi akitoka huko najua atakuja hapa na hela, atatoa kule kijijini atatuweka mjini. Nitamwambia anitoe hapa anipeleke Dubai nikanunue nguo, najua atakuwa na hela. Yaani mwanangu unanishangaza sana. Hela sio kitu kwa thamani ya mtoto. Yaani thamani ya mtoto anatakiwa pale anapokuwa mzazi anamsikia sauti ya mtoto ndo anakuwa anaridhika. Na huyo dada yako amekaa tu kwa kujua kwamba mtu yuko kazini. Je, kama yuko kwenye ujambazi? Amna mama. We mama, kuwa na amani bwana. Kaka Shedi anafanya kazi nzuri tu. Sawa, nashukuru. Hata hivyo unanipa moyo mwanangu. Ngoja nimsubiri dada yako atoke kazini nimuulize na yeye atanipa majibu gani. Kwa sababu hata hayo majibu talizika kwa hivyo hivyo, lakini yeye akifika hapa akinieleza kwa undani zaidi nitakavyojua kwamba mtoto yupo kwenye sehemu salama. Haya, mimi ngoja nikamalizie kazi kule, maana dada alinipa kazi. Haina shida mwanangu, kaendelee na kazi zako. Mama, hivi unajisikiaje hapa kwa dada? Najisikia vizuri tu, nina amani zote. Ni pazuri? Ni pazuri. Ila vijijini nako kuna furaha yake. Unajua sisi vijijini tumezoea kula miogo,
na viazi na mama mboga. Sasa machai hayo ya kukuletea mnatuletea mikate. Naona mama na mtoto mnapiga story. Ndio. Sawa. Umeona bwana? Mama, Ndio. karibu chakula. Asante mwanangu. Nakula na mama yangu hapa. Asante. Sasa mimi ngoja nikale pale. Subiri mwanangu, tumshukuru Mungu Bwana kwanza. Asante Baba kwa ajili ya mchana huu na saa hii. Tunakushukuru kwa ajili ya chakula hiki, tunakikomboa, tunakitoa kwenye mikono ya watu na wanadamu, tunafuta magano ya uchawi, uganga, ushirikina, tunasimamisha kusudi moja halisi ndani yake. Asante Baba kwa ajili tunapoenda kushiriki matunda haya, tunashiriki utukufu wako. Sifa, heshima na utukufu tunakurejeshea wewe. Amina. Amina. Haya. Zuu mwanangu. Unajua nilikuwa nataka nikuulize mwanangu. Vipi? Mbona ghafla hapa? Bi Maina, kafara ulioniambia nitoe nimetoa na bado imenitokea, na isitoshe ananiambia kwamba zile mali ulizonipa ni mapango, vichuguu. Ndio nimekuja nijue kwamba tunafanyaje sasa. Shedi, Ndio. nilisahau kuambia. Shedi nimtafutia kazi mama. Nimtafutia kazi huko mjini. Anafanya kazi kwenye makampuni ya watu. Niliona nimtafutia kazi. Umefanya vizuri Kula mama. kumtafutia kazi kaka yako. Lakini toka nimefika hapa maana sijamuona. Kazi zake hazimruhusu kuja nyumbani mara kwa mara. Ila naombi moja. Naomba umpigie kaka yako niongee naye. Tukimaliza kula? Hapana. Hata tukiwa tunakula tu. Kula sio sababu ya kusema nisiongee na mwanangu. Nimemmisi sana mwanangu. Sawa mama. Msa? Naomba simu yangu. Kasuka, kwani wewe hujui? Sisi hatuna uwezo wa kumpa binadamu mbali, ila huwa tunatoa vini macho tu. Umeelewa? Yaani maana yake nimemuua dada yangu, nimeua ndugu zangu wengi tu, kumbe kwa ajili ya kujimacho. Alafu mama, nimemfurahia sana Msa. Ndio. Yaani Msa ana adabu, ana heshima. Yaani nimemfurahia, nafurahia kweli kuishi naye hapa. Yaani wewe Musa, wewe umemsahau? Sitoka wakiwa mdogo jamani. Yaani kwa kweli Msa yuko vizuri sana. Musa alikuwa na hekima toka mdogo. Hayuko kama kaka yake nani. Yeye alikuwa mbishi sana. Hata ukimwelekeza kitu anabishi. Ukimwelekeza kitu anabishi. Lakini Musa, mimi mwenyewe kwanza ndo tegemezi langu kule kijijini. Ni kweli kabisa. Ana heshima sana. Mama, hapatikani. Hapatikani. Naona simu yake imeshiwa chaji huko alipo. Hiyo jambo limekuwa kwangu linanishangaza kwa sababu hata nilipokuwa kijijini napiga sana simu ya kaka yako haipatikani. Sijajua shida ni nini. Mama, hao ni vijana. Tutajaribu tena baadaye kumpigia. Sawa. Lakini mimi moyo wangu hauna amani. Mama, ni mwanaume huyo. Hata kama Yupo kwenye utafutaji. Kwa nini unakuwa na wasiwasi? ni sawa mwanangu Zuu. Lakini kumbuka mimi ni mama. Mama, kula bwana. Kula. Siwezi nikukubaliana hicho kitu.